السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنال الدرجات، وبرحمته تضاعف الحسنات، وبكرمه تمحى السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المتصف بجميع الكمالات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه وحبيبه، سيد السادات وأفضل البريات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات، ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وجلاء حزننا وشفاء أمراضنا. اللهم اجعله زيادة في أعمالنا وبركة في أرزاقنا. اللهم انفعنا بالقرآن واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان وعمنا بالغفران. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. آمين آمين. إخوتي الكرام، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, leo ametupa taufiki, uwezo wa kukutana pamoja katika darasa yetu ya Jumapili. Naomba samahani sana, Jumapili iliyopita nilikuwa nihudhurie na wengi walikuwa na hamu na darsa, lakini ndio hivyo, kuna mengine yako nje ya uwezo wetu. Bidii yote niliyoifanya lakini imeshindikana. Kwa hivyo ni mwanadamu, nafikiri tutasameheana. Leo Mwenyezi Mungu ametuwezesha, tumekutana, tuendelee na darasa yetu pale tulipofikia. Tulizungumza aya za kwanza, darasa yetu ya kwanza, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Aya hii tukaieleza sababu ya kuteremka kwake na ulama wakachangia inatufundisha nini. Kwa ufupi, jambo moja baya ambalo linavunja mahusiano na undugu ni kufungua mlango wa watu wenye kuleta hadithi zao kwako, yaani kuwakaribisha wambea kwako. Hili ni jambo unaharibu mahusiano na ndugu yako Muislamu. Ukishakubali kila mtu akuletee mazungumzo yake na wewe unayapokea, unayazungumza, mengine hayatakuwa ya kweli wanaokuambia. Kwa hivyo kwenda ukayachukua ambayo sio, na ukajenga chuki na mtu, moyo wake msafi kwako, ukachukua hatua ya kumkata yule mtu na kumbe ni mtu msafi, hana kosa, ukabeba dhambi kubwa katika maisha yako, kwamba umemfungia mdomo, kuzungumzi naye, na pengine ukiondoka ile sababu ya kwenda motoni. Hili Allah subhanahu wa ta'ala alikataza. Hii sura tunayozungumza inaitwa suratul adab, katika majina ya suratul akhlaq, suratul hujurat. Leo Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza jambo lingine la pili, ni mawili kwa pamoja. Aya inayofuata
tuanzie na ya mbele ndio itatufungulia vizuri kuifahamu hii ambayo imetangulia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafasiri kauli hii akasema almuslimu akhul muslim, muislamu huyu na muislamu mwingine ni ndugu. Yani waislamu wote, waumini wote ulimwenguni, ala ikhtilafi ajnasihim wa ilalihim wa nihalihim, watafautiane utaifa wao, lugha zao, mila zao, wote ni ndugu. إنما المؤمنون إخوة. Allah subhanahu wa ta'ala ametumia neno ikhwa katika lugha. Kuna maneno mawili yanafanya kazi moja, ikhwan na ikhwa, yote yana maana moja, lakini مع تقارب الألفاظ بينهما تفاوت وبعد في المعنى. Haya maneno yana tofauti maana yake. Ukisema ikhwan ni ndugu, ukisema ikhwan ni ndugu, lakini yana tofauti maksudi yake. Al-ikhwa jam'u al-akh min an-nasab. Ukisema ikhwa unamaanisha ni ndugu waliotoka tumbo moja na saba moja. Na al-ikhwanu jam'u al-akhi min as-sadaqa. Ikhwani ni ndugu lakini kwa urafiki. Yani mimi na wewe tuweza kuwa ndugu bila kutoka tumbo moja. Shairi anasema inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak wa man yadhurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha ghaybu az-zamani sadda'ak shattata shamlahu fika liyajma'ak. Inna akhaka al-haqqa, hakika ndugu yako wa kweli, man kana ma'ak, ni yule anayesimama na wewe. Wa man idha ghaibu az-zamani sadda'ak, na ndugu yako wa kweli ni yule ambaye wa man yadhurru nafsahu liyanfa'ak, anayedhuru nafsi yake akumfaishe wewe. Yani ndugu wa kweli ni yule ambaye anajipunguza yeye, anabeba shida, anabeba ile dhiki yeye akumfaishe wewe. Wa man idha ghaibu az-zamani sadda'ak, na ndugu wa kweli ni yule ambaye ukipata matatizo katika maisha yako, shattata shamlahu fi liyajma'a, kujigawa vipande akuunge wewe. Kwa hivyo ndugu wa kweli ni yule anasimama na wewe kwenye shida, kwenye dhiki. Kwa hivyo ndugu si lazima awe wa damu, anaweza kuwa ndugu ni rafiki. Kwa hivyo ikhwan ni ndugu kwa urafiki, ikhwa ni ndugu waliotoka nasaba moja, damu moja. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na aya asema waumini, yani waislamu wote dunia nzima, muumini yoyote na ndugu yake muumini ni ndugu. Ilikuwa sawa Allah subhanahu wa ta'ala atumie neno la ikhwan kwa sababu waumini wote hawakuzaliwa na mtu mmoja, si ndivyo? Wako tofauti, wametoka katika usar shatta. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal mu'minuna ikhwa? Ametumia ule undugu wa nasaba, wametoka fuko moja wa uzao mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala ametumia hili neno kwamba hawa undugu wao ni kwa sababu ya imani la ilaha illa Allah. Falislamu kalabi, kwa hivyo Uislamu anachukua na Uislamu unasimama kama baba. La ilaha illa Allah ndio iliwafanya wawe pamoja, wawe kitu kimoja, wanashirikiana pamoja, sala zao ni moja, kufunga kwao wanafunga pamoja, kila
ni ndugu wa nasaba moja. Anayetamka la ilaha illa Allah amekuwa ndugu na mwingine aliyesema la ilaha illa Allah. Alafu ndugu yangu Muislamu, kuna mmoja anasema abi al-islamu la aba li siwahu idha iftakharu biqais au tamim. Asema babangu mimi ni Muislamu, sina baba mwingine. Idha iftakharu biqais au tamim, shauri yao watu wakijifakhiri na Qais au Tamim. Mtu akijifakhiri na babu yake, mlango wake uko wake ni Bani Qais au Bani Tamim. Mimi ibrul Islam, babangu mimi ni Muislamu, la abali siwao. Ndio mmoja Waarabu walikuwa na tabia, yani wana tabia wakikaa pamoja wataka kujuana, anataja jina lake, anaelezea ukoo wake. Huyu anataja jina lake, baba na babu yake, ukoo wake, namna hiyo. Sasa siku moja masahaba wamekutana pamoja, wakaanza kuulizana. Yuko bwana mmoja si Mwarabu, asili yake ni Iran, anaitwa Salman al-Farisi. Farisi ni kule alikotoka zamani, Iran inaitwa Furs. Salman al-Farisi. Sasa wale mabana wakajieleza, ikafika kwa Salman akamwambia bana, ana ibn al-Islam, kama mimi babangu ni Muislamu. Kaona sasa yeye aeleze baba hakuwa Muislamu yeye, na yeye mwenyewe si Mwarabu. Akamwambia ana ibn al-Islam, nasaba yangu mimi ni Muislamu. Basi ikawa amezungumza jambo zuri sana. Mmoja anasema la amruka mal insanu illa ibn dinihi, na apa na Allah, na apa na akili uliopewa nayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mal insanu illa ibn dinihi, mwanadamu hana thamani ya zaidi, utukufu mkubwa illa ni dini ndio inamfanya awe mtukufu. La amruka mal insanu illa ibn dinihi fala tatruki taqwa ittikalan ala an-nasab, usiache ucha Mungu kategemea nasaba. Faqad rafa'a al-islam Salman Farisi wa hatta bi-shirki an-nasib awla. Uislamu ulimtukuza Salman, Uislamu ulimnyanyua Salman Farisi kwa sababu ya ucha Mungu wake na Uislamu wake. Wa hatta bi-shirki, na akadidimizwa chini kwa sababu ya ukafiri, an-nasibu awla, mwenye nasaba kubwa Abu Lahab. Abu Lahab masharifu wote na wenye nasaba kubwa na wenye milango mikubwa hawawezi mfika. Abu Lahab ni ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, waweza mfika utukufu huo, lakini kwa sababu hakuwa na Uislamu, amkataa Allah, sayasla nara dhata lahab wa imra'atuhu hamalat al-hatab fi jildiha hablun min masad. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika Uislamu ni ndugu, na undugu wao ni bora na una nguvu kuliko undugu wa nasaba. Waqad thabata dhalik, na hili lina ushahidi kwamba al-ukhuwatu lin-nasab, al-ukhuwatu lil-islam aqwa min al-ukhuwati an-nasabiyya. Undugu wa dini una nguvu na bora kuliko undugu wa damu, bidalili anna al-muslima yarithuhu al-muslimun wa la yarithuhu al-akhu al-kafiru min an-nasab. Ushahidi ni kwamba Muislamu atakapokufa Waislamu wenzake watamrithi, lakini ndugu yake wa damu akiwa kafiri hawezi mrithi. Sasa nani ndugu kweli hapa? Yule ndugu mwenye nguvu. Mathalan mtu amesilimu, ana watu wake, ana ndugu yake, lakini ndugu ni kafiri, anabaki ni kafiri, yeye ni Muislamu. Akifa mali ya huyu bwana
inarithiwa na ndugu yake Muislamu mwenziwe. Yule kafiri hana ruhusa kurithi mali, na ni ndugu yake tu, kwa sababu kule kutofautiana dini kumemtoa kwenye kurithi. Kwa hivyo huyu ndiye ndugu yake, na ndugu wa dini haumaliziki hapa, haumaliziki hapa. Undugu wa dini utakuwepo mpaka siku ya Kiyama. Yani mtu akiwa na roho safi na ndugu zake Waislamu kwa ndugu, undugu wao haukatiki. Undugu wa nasaba kuzaliwa mwisho wake ni hapa hapa tu. Allah anasema fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawmaidhin wala yatasaalun. Israfil akishafanya mambo yake, wewe ukitoka kaburini hakuna ndugu, hakuna nasaba. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawmaidhin yughni. Lakini Allah anasema nini? Al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'd aduwwun illa lilmuttaqin. Marafiki wote siku ya Kiyama watakimbiana isipokuwa urafiki wa imani, ndugu wa Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anaeleza masahaba, anamwambia inna lillahi ibadan ma hum bi anbiya wala shuhada. Mwenyezi Mungu ana waja wake si manabii wala sio mashahidi. Yaghbituhum al-anbiya wash-shuhada yawm al-qiyamah, lakini manabii na mashahidi watawalilia roho siku hiyo, hali yao ilivyo na daraja yao ilivyo kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawa watu siku ya Kiyama watafufuliwa, libasuhum nur wa wujuhuhum nur wa innahum la'ala nur. Mavazi yao ni nuru na nyuso zao zina nuru, na wao watakuwa kwenye nuru, au katika lafzi wa innahum ala manabira min nur, watakuwa kwenye majukwaa ya nuru. Qalu sifhum lana ya Rasulullah. Masahaba akamwambia Rasulullah, tusifie hawa watu, tuelezee ni watu gani, maisha yao yalikuwa vipi duniani. Mtume akamwambia humul mutahabbuna la yakhafuna idha khafa an-nas. Mtume anasema hawa hawatakuwa na hofu siku watu watakuwa wamejaa hofu kubwa siku hiyo. Wala yahzanuna idha hazina an-nas, wala hawahuzuniki watu wakiwa na huzuni. Masahaba akamwambia Rasulullah, watu kina nani? Tueleze tuwajue maisha yao, sifa zao. Mtume akamwambia humul mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Akamwambia hawa ni watu hata hawajuani, ala ghairi arhamil bainahum, hawakutoka nasaba moja wala kabila moja wala hawazungumzi lugha moja, lakini mutahabbuna fillah, ni watu walipendana kwa ajili ya Allah. Wal mutajalisuna fillah, wanakaa pamoja kwa ajili ya Allah. Wal mutazawiruna fillah, walikuwa kitembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo undugu wa Uislamu ndio undugu. Allah anasema innamal mu'minuna, ametumia harf, ulama wa lugha wanaita adatu hasr. Innamal mu'minun maana yake la ukhuwata haqiqiyatan illa ukhuwata imani wa islami. Hakuna undugu wa kweli isipokuwa undugu wa dini, imani na Uislamu. Innamal mu'minuna ikhwa. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa aslihu baina akhawayn, fa aslihu. Kwa hivyo hapa tumesema yule ambaye ni ndugu